Kama unavyofahamu, wazee ni hazina, na Umoja wa Mataifa umetambua thamani ya wazee na kutenga siku maalum ambapo kila mwaka ifikapo Oktoba mosi ni siku ya wazee duniani, kukumbuka, kuwaenzi, huku wazee wakiyakumbuka basi yale ambayo waliwahi kuyaishi kipindi wakiwa vijana na sasa ni wazee. Kikundi cha Ukombozi ambao wengi wao ni wanawake kwa umoja wao wameungana siku hii hapa ya leo kuwatembelea wazee hawa wanaolelewa katika kituo hiki cha ustawi wa jamii Sarame, wilaya Babati, mkoani Manyara. Kikundi hicho kutoka kijiji cha Magugu hapa wilaya Babati wameungana kwa pamoja na kuja kupata nao chakula cha mchana wazee hao pamoja na kutoa misaada mbalimbali. Tuwasikilize viongozi wa kikundi hiki cha Ukombozi. Kwa majina naitwa Zawia Omari Saidi, ni kiongozi katibu wa kikundi cha Mkombozi ambacho kipo Magugu, wilaya Babati, mkoa wa Manyara. Kutokana na utaratibu wa serikali wa kuwahifadhi na kuwahudumia wazee, sisi kama kikundi tumeguswa, tukaona kwa kuwa leo ni siku ya wazee, basi tuungane nao, tushiriki nao chakula cha mchana, kwa sababu wao ni baba zetu, ni mama zetu. Basi tuliona ni vyema tushiriki nao leo chakula cha mchana, iwe kama sehemu ya faraja kwao. Na tunashukuru kwanza kuwa na kituo hiki jirani na sisi tulipo. Kwa hiyo kwetu sisi inakuwa rahisi kuwatembelea pale tunapopata nafasi ya kuwafikia. Mkombozi ni kikundi kidogo chenye wajasiriamali wadogo, lakini katika katiba yetu tuna sehemu mojawapo ya kujitoa kwa ajili ya wahitaji. Ndio sababu kubwa iliyofanya sisi leo hii tuwe katika kambi ya wazee. Kwa hiyo ni sehemu ya jukumu letu pia. Mimi najua wengi wana uwezo zaidi yetu na wanaweza kufanya zaidi. Naomba kila mwenye nafasi ya kuweza kuwafikia watu hao, wanahitaji faraja sana. Kwa hiyo tunapowatembelea kama hivi wanafarijika, wanajiona na wao ni sehemu ya jamii. Kwa kila mwenye nafasi, mwenye uwezo wa kuwatembelea, pia itakuwa ni sehemu ya kuiunga mkono serikali. Watu hao wanapopata faraja ya kutembelewa na watu kutoka maeneo ya nje wanafarijika sana. Kwa hiyo natoa wito kwa watu wote wenye uwezo wa kufika, waweze kufika na kuwatembelea. Asanteni sana. Tumeandaa chakula cha mchana, ndo zawadi yetu kubwa ya kwanza. Tutashare nao chakula cha pamoja. Lakini cha pili tumeandaa kitu kidogo. Tuna mifuko miwili ya sabuni za unga, tuna sabuni za vipande na mafuta kidogo ya kupaka. Ni hicho kidogo tumebarikiwa nacho, tunaomba wakipokee. Kwa niaba ya wizara na wahudumiwa wanaohudumiwa hapa, nachukua fursa hii kuwapongeza sana kikundi cha Mkombozi kwa hatua hii waliochukua ya kuja kufurahi na wazee kwenye siku hii ya siku ya wazee duniani. Na huu ni wito, pia ni sehemu ya mchango wa jamii kwenye kutoa huduma kwa makundi maalum. Kwa hiyo hili tukio mlilolifanya ni tukio la kisera, kwamba mnaisaidia serikali na pale ambapo sera inasema pale ambapo kuna kundi kama hili, jamii inatakiwa isaidie. Kwa hiyo huu ni msaada mkubwa sana kwa serikali, na rudia tena tunawapongeza sana. Na huu pia ni wito kwa jamii kwa ujumla, kwamba ni pale ambapo tunakuwa na wahitaji makundi maalumu haya ambayo yanahudumiwa na serikali pamoja na wadau wengine, basi jamii iweze kufanya hivyo. Na hizi ni furaha za wazee wakiburudika na burudani mbalimbali, haswa zile za kwao za enzi hizo wakiwa vijana.
kunikumbusha ambapo nilikuwa zamani, nilikuwa kweli napenda sana hizi nyimbo. Nilikuwa naipenda vibaya sana. Yaani kweli mpaka sasa nikisikia nasikia furaha kweli. Kushinda hii nyimbo ya sasa hivi nashindwa kucheza. Nakumbuka mengi sana ambapo kweli nilikuwa kijana, nilikuwa nafanya kazi ya nguvu sana, lakini leo kweli nimeshakuwa nimezeeka. Nimeshazeeka sasa, nataka niwaachie vijana nyinyi. Mimi ndio mkamata sasa Stalin. Kuanzia mwaka 57 ndio mimi nilikuwa ninaanza kijana, na wakati huo ilikuwa magrama phone ndio tulikuwa tunanyonga wale magrama phone ndio tunacheza. Hii nyimbo kuna Bosco, Mwenda Bosco ndio tulikuwa tunapenda sana. John Mali tulikuwa tunapenda sana. Wasanii wa sasa hivi nao wameshatoa mtindo wao. Nashukuru sana maana nao wametuletea mchezo mzuri tu. Mzuri sana, tunafurahi sana. Unazisikiliza pia nyimbo za sasa? Sana nazisikia, hata zingine nazipenda sana. Nazipenda kweli, ile tu kwa sababu ningejua hiyo mimbo ningeambia bwana niweke, lakini sasa hii mimbo yenyewe sijui. Yaani najisikia furaha vibaya sana. Najisikia furaha vibaya. Angalia sasa tuko na kina mama hapa tunacheza. Yaani wamenikumbusha enzi ya zamani. Mmeongeza siku za kuishi zaidi. Sana tu. Kweli. Kweli kabisa. Tofauti ya wasanii wa zamani na wa sasa ni nini? Wasanii wa zamani ni tofauti sana. Kweli ni tofauti sana. Mlikuwa mna upekee gani zamani? Wasanii walikuwa na upekee gani? Wasanii wa kipindi hiyo kwa kweli mimi nilikuwa sishiriki sana na wao kwa sababu nao walikuwa na mimbo yao migumu. Majina naitwa Winifrida Yosefu Matei Asei. Kwa muziki wa sasa hivi, yaani muziki wa zamani una maadili kuliko wa sasa. Kwa muziki wa zamani tunaushukuru sana. Maana zamani mwachia vijana wamejiachia free sana na maadili yao yameshuka. Ila tunashukuru kikundi chetu cha Mkombozi kujumuika na wazee kama hawa. Maana na wenyewe na faraja wamejisikia, na sisi tumejisikia, maana tunaona kwamba wako pamoja na sisi. Na sisi tukajua tuko na wazee tunaomba kuwatembelea, kuwafariji. Kwa hiyo tunashukuru kwa kikundi chetu na tunaiomba na serikali iweze kutusaidia tunyanyue tuweze kwenda mbele zaidi. Mimi naitwa Masumbuko Salimu, mkazi wa Magugu hapa. Kikundi cha Mkombozi kama mnavyoona, kikundi chetu kimekuwa kizuri, tumeshikana na wazee kwa kweli, tumewaona na pia tumepata hamasa, tumekuja kuwajali kwa sababu sisi wote ni binadamu na tumekuja kuwaona kama vile ni sisi na kama wao wazima na sisi tuko wazima. Kwa kweli tunawashukuru sana ndugu watangazaji kwa kuchukua majukumu haya ya kutuletea hata kumbukumbu, na sisi tunapata moyo ikiwa hai tutaendelea na haya kwa sababu tunaendelea kufurahishana. Asanteni sana. Unawaambia nini jamii kuhusu kusaidia na kujali? Jamii nawaambia wajifunze kutoka hili, wasirudi nyuma kwa sababu wako wasiojiweza, takiwa tuwasaidie. Kwa sababu mtu wewe wasija kaona Mungu aliyokupa wewe ndiye aliyemnyima huyu. Kwa hiyo tuendelee kumwangalia na yeye ajisikie kama yuko na watu. Ndio naambia jamii jifunze kuona na watu, tusiwe tunatengana, tusiwe tunyanyampana. Mtu asimnyanyampae mwenzake, hajui kesho yake. Asante sana ndugu mtangazaji. Kama kijiji na nyinyi tunashirikiana vizuri, tunawashukuru na hili lazima liendelee kwa sababu sisi ni wanadamu, jamii bila wanadamu haliwezekani. Kwa hiyo tunawashukuru sana kituo hichi, viongozi wote wa eneo hili na wananchi wangu, majirani, ndugu, jamaa na marafiki, nawashukuru sana. Lakini lingine niwashukuru wazee wangu ambao nilipoa taarifa kuwaalika. Wazee ambao hawaishi hapa, wanaishi jirani, wanazunguka wazee wenzao kuja kuburudika na nyinyi. Niwashukuru ndio nisikiliza, niwashukuru sana. Karibuni siku nyingine na tutaliendeleza zoezi hili kutoka leo na hata mbele. Miaka yangu 5 nikiwa madarakani nitaliendeleza. Lakini lingine, kikundi changu cha Mkombozi mmefika hapo sawa, mazingira mnavyoyaona, lakini Sarame tuache kusemea issue ya maji. Issue ya maji kwa wazee wetu imekuwa changamoto. Nisiache kusema ile kwa sababu waandishi wa habari hapa watatusaidia kusambaza taarifa zetu. Hawa wazee bila maji ni shida.
Maji ni kila kitu. Unaona wazee leo wametia suti na nini, lakini bila maji utakuta mzee hapa mguu wake ueleweki ni wa binadamu au anani, lakini maji kwetu ni changamoto. Kwa hiyo kwa waandishi wa habari, ndugu zangu, kwa hili mpeleke salamu. Kituo chetu kina changamoto sana ya maji, japo jitihada zinaendelea, lakini bado ziongezwe juhudi ili wananchi wangu wapate maji, kiwemo wazee, shule ya msingi na jamii yangu kwa ujumla. Lakini la mwisho, niwashukuru pia waandishi wa habari mliokubali kuja kushirikiana na hawa wazee wetu. Kutoka hapa Sarame, wilaya Babati, mkoani Manyara, mimi ni Jioni Volta.